Ni vita ni vingi, hata kuna nyimbo ambazo niliimba. Nyimbo nyingi niliimba kutokana na vile ambavyo nilikuwa nakutana nazo. Nyimbo zangu nyingi, kuna watu wakisikiliza nyimbo zangu watajua nimeimba nini na watajua nimemaanisha nini. Mimi nawaambia tu huyo mtu mmoja hapa anayenisikiliza anaweza kuwa anapitia vita vingi, asikati tamaa. Kwa sababu katika hii huduma na shetani anapoona huyu mtu ana kitu cha Mungu ndani yake. Huyu mtu kesho anaweza kusaidia wengi kupitia huduma iliyo ndani yake. Sasa shetani anaipiganisha sana. Watu wanakuinukia na kutaka kukatisha tamaa. Wengine wanaweza kufanya hii kazi ya Mungu anakuona kama hakuna, huyu anafanya nini, hamna lolote, hataweza. Wengine hata wanakupiganisha kwa sababu uache, kwa sababu uonekane kama hakuna chochote kinomo ndani. Naweza nikasema nilianza na hizo huduma za kuimba kwanza. Baada ya hapo njoo nikapewa hapo kanisani kwetu sasa ya Adonai. Kwa sababu nilianza kuingia Adonai. Baada ya hapo Mungu akanisaidia, nikanijalia ndio nikawa nimeenda kwanza Kenya. Kutokana na yale ambayo nilikuwa napitia, sehemu nilikuwa naishi. Nilipewa sehemu ya kuishi, nikawa kama vile mwenye kuwasaidia katika nyumba. Lakini kwa watu ambao tulikuwa tunaingia kanisa moja. Sasa lakini vipindi ambavyo nimepitia, vizito vigumu vilikuwa vinaniumiza. Walikuwa wananitatiza, ni mtumishi wa Mungu njoo asifanye kazi ya kawaida. Kwa sababu haya maisha ambayo tunaishi ndani natakiwa mtu kujishughulisha. Tukao kufanya kazi ya Mungu na unafanya kazi ya mwili. Martha amekujaje? Martha ni mwimbaji wa kanisa la Mlima wa Mabadiliko. Anaimbia pale na ni Mkristo wa pale, ni mtumishi wa Mungu. Matatizo hivi tu katika hii huduma tunapitia mitihani mingi, hata katika mavideo hii audio. Nikasema haijalishi, mimi nitafanya tu, taimba. Juma tungeposha kufanya naye kolabo, kuna katatizo kalitokea akakoa akupatikana, basi ndio nikasema acha tu tuimbe sisi hiyo. Hii wimbo Atatenda ni wimbo mpya. Nayo imeanzaje, imekuyaje? Mimi nimeona umeifanya na huyu dada mmoja anaitwa Martha. Nataka utuambie imekujaje? Mbona hii wimbo mimi naona ni nzuri sana. Watu wanaoiona ni nzuri sana kabisa. Nataka utuambie nayo umeifanyaje hiyo wimbo. Nyingi kweli. Yes, ladies and gentlemen, murameze neza, nanjye ndameze neza cyane kabisa. Ni Fabien Burundi, aho neza yuko uno munsi ni umunsi udasanzwe, bimeze neza cyane kabisa. Turi kuri channel ya Emerance Kakozi, aho neza yuko uno munsi uri hejuru, uno munsi tugomba tumenye mbega Emerance Kakozi ninde, mbega byatanguye gute kugira ngo uno munsi uri hejuru ashobore kuba yarakoze channel tanki chano ahigeze uno munsi mukamuyibona ko indirimbo uno munsi kaba yaje mu buryo butamenyerewe. Twabwira tubehe n'ibiganiro mu buryo butamenyerewe kugira ngo mumenye mbega uno muririmbyi kazi wanyu ninde. Turaza gucanga ururimi, turaza kuvuga mu Kirundi, tuvuge mu Gifaransa, tuvuge mu Giswahili, indimi zose n'izimana kuko ni Imana imwe niyo yaduhezagiye. Reka tumuhe ikaze Emerance Kakozi, turaguha ikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Ndashima. Utanywamo. Karukana kera. Cyane gose. Uno munsi rero tunataka kuzungumza zaidi. Wewe ni nani hasa kwa watu wanaokufuatilia katika mitandao yako ya Emerance Kakozi? Mimi ni Emerance kisi mnavyoniona. Mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa wale ambao wanifahamu, majina zangu ni Emerance Kakozi, vivyo gisi ulivyosema. Nimeokoka na mpenda Mungu. Ndio Emerance huyu. Yani nataka utuambie wakati umeokoka, yani ilikuwa kuaje, umeanzaje ili uweze kuingia ndani ya wokovu? Wakati nimeokoka, mimi nimezaliwa na najua mambo ya Mungu. Kwa sababu wazazi wangu walikuwa Wakristo na mimi nikajikuta basi ndio maisha yangu ambayo nimekomaa nayo toka mdogo. Nilikuwa najua mambo ya Mungu. Kafikia kiwango nikabatizwa. Basi na mambo haya kisi nilivyosema mimi ni mwimbaji. Uimbaji wangu nilianza kuimba toka bado mdogo.
na hiki kipaji cha utungaji wa nyimbo kilianza bado mdogo pia. Yes. Na ndivyo ilivyokuwa na mpaka sasa hii nimefika katika hichi kipindi bado nina mjua Mungu. Yes. Na kuna watu wanaweza fikiria sasa unamjua Mungu umeokoka, sasa kanisa lako ni lipi? Nimeokoka kabisa, ni muimbaji na ninashiriki kanisa langu ni Adonai Church Buiza. Yes. Hapa kuna VM Avenue. Yes. Ndio. Kwa mzee Lome. Kwa mchungaji Lome. Okay kabisa. Yani umesema kwamba umezaliwa katika kanisa lililookoka. Yes. Ndio, lakini kuna watu wengi wanasema mimi nimezaliwa katika kanisa lililookoka, lakini ukichunguza matendo yao unakuta kabisa matendo yao hayana wokovu kabisa. Wewe ulijuaje kama inabidi uokoke hasa wakati ulizaliwa katika familia ambayo imeokoka? Ni kisi nilivyojua ni kusema mimi niendeleshe maneno ya Mungu wala nijijue kama nimeokoka. Ni gisi nilivyokuwa nafunzwa na wazazi wangu. Nikampenda Mungu sana na nikapenda maneno ya Mungu. Yes. Nikajikuta nilivyojielewa kama naokoka ni mienendo yangu ambayo nimetembelea. Yes. Na gisi nilivyokuwa najishika na kuepukana. Unajua mtu kama unatakiwa ujue kama umeokoka, unatakiwa umujue Mungu zaidi. Okay. Na utembelee njia za Mungu, uokope mambo yenye iko kinyume na Mungu. Na ndio mimi kivyangu nikajijua kama nimeokoka. Yes. Jua hakuna kitu ambacho kinaweza kikaniteteresha wala kikanifanya kumwacha Mungu, kuacha kazi za Mungu wala kuacha njia za Mungu. Yes. Nikawa najitahidi kutembelea kama gisi Mungu anavyotaka. Na nikaelewa zaidi mambo ya kimungu na hivyo ndio nikaelewa kama nimeokoka. Okay. Ndio. Katika wokovu wako kuna baadhi ya vitu ambavyo umekutana navyo kama migogoro, sijui niseme kama majaribu. Ni jaribu gani umewahi kukutana nalo katika hii njia ya kwenda mbinguni ukasema hii jaribu ilitaka kuniangusha? Mambo ambayo tunakutana nayo ni mengi sana. Unajua Wakristo, watumishi wa Mungu tunakumbana na mengi. Yes. Tukiwa hata katika safari unakutana na mengi, anakuvunja moyo, wengine anakutaka ya kurudisha nyuma, lakini unakuwa unajielewa mimi ni nani na mimi ni mtu gani. Yes. Na ndani yangu muna nini. Hauwezi ukapenda uache wokovu juu ya vitu vidogo vidogo vya dunia. Unafika unajikutana unasimama. Yes. Kama mimi kabisa ninamshukuru Mungu katika vita zote. Hapa gisi nilivyo maishani mwangu. Niko mtu ambao anasemala kila mara. Kama ninasimama na nikiwa niko mzima, ni sababu Mungu amenishika mkono. Yes. Na ni sababu Mungu amenisimamia. Yes. Kwa sababu kuna vitu ambavyo kwa nakutana watu hata wanakuvunja moyo katika kazi ya Mungu. Wengine wanakuinukia pasipo sababu. Kwa sababu uache Mungu wala usikie kuacha mambo ya Mungu, kuona kama vile hakuna njia. Na japokuwa Mungu ndio njia ya kila kitu. Okay. Njia ya kweli ni Yesu tu. Yes. Basi hivyo vitu ambavyo nilikuwa nakutana navyo, wala unakutana na watu so hata utaweza kutana tena mtu anatamani hata kupatia vitu vyovyote vile ili umwache Yesu urudi, yani utoke kwenye malengo. Lakini kwa sababu unakuwa unajijua wewe ni nani, unasimama. Hapo nimegusia jambo, najua wewe ni mtu mzima unaweza ukaelewa ni nini. Basi na katika maisha tena yangu zaidi niko mtu wa vita, siwezi kosa kusema. Kwa sababu katika hii huduma na shetani anapoona huyu mtu ana kitu cha Mungu ndani yake. Huyu mtu kesho anaweza kusaidia wengi kupitia huduma iliyo ndani yake. Sasa shetani anaipiganisha sana. Watu wanakuinukia na kutaka kukatisha tamaa. Wengine wanaweza kufanya hii kazi ya Mungu anakuona kama hakuna, huyu anafanya nini, hamna lolote, hataweza. Wengine hata wanakupiganisha kwa sababu uache, kwa sababu uonekane kama hakuna chochote kinomo ndani. Lakini chochote vyote vile ninamshukuru Mungu kwa sababu katika hizo vita zote yeye ndiye anasimama kana nipiganie kabisa. Unajua kuna watu wanaipinga hii huduma, wanakataa hii kazi ya Mungu, lakini ambaye neno la Mungu linatuambia tunaweza kwa yeye Mungu atutie nguvu. Sisi kama tunasimama mpaka sahihi ni Mungu ametaka. Yes. Hicho tu ninaweza nikasema. Katika ni vita ni vingi, hata kuna nyimbo ambazo niliimba.
nyimbo nyingi niliimba kutokana na vile ambavyo nilikuwa nakutana navyo. Nyimbo zangu nyingi, kuna watu wakisikiliza nyimbo zangu watajua nimeimba nini na watajua nimemaanisha nini. Mimi nawaambia tu huyo mtu mmoja hapa anayenisikiliza anaweza kuwa anapitia vita vingi, asikati tamaa. Na simwachi Yesu ajili ya hizo vita, simame na Yesu. Kwa sababu yeye ndiye atakayemsaidia katika hizo shida. Hivyo tu ndio naweza nikasema, kwa sababu siwezi kudetaye huyu nikaseme huyu ule, nasema vidogo tu. Ndio, najua katika maisha mtu hakosaki majaribu, maana hata maandiko matakatifu pia yanasema majaribu ni chakula ya Mkristo. Sasa kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunataka kuvifahamu kuhusu wewe. Uliokoka ndio, ukamfuata Mungu ndio. Katika kanisa la Mungu wewe umeanza kufanya kazi gani kama huduma katika kanisa? Mimi nilikwambia kama nilianza na huduma. Nimeanza kuingia kanisani bado mdogo. Juu mamangu alikuwa Mpentekoste wote na babangu. Sasa nilianza kama Mpentekoste hapa Ndahangwa. Nilikuwa nikiimba Sunday school. Baada ya hapo nikaona tulikuwa tunaishi Buiza wakati ule, kwa sababu nimezaliwa Buiza na kakomalia Buiza. Basi wakati ule nilikaa nikasema hapana, mimi nataka kwanza ingia kwenye Emmanuel. Sababu hii Adonai yetu ambayo tunaingia bilianzaka na Emmanuel. Baada ya hapo njoo Mungu akaona vyema kama patakuwa Adonai na patakuwa Emmanuel. Basi nilikuwa kana ingia hapo kwenye Emmanuel na imba hapo tena Sunday school, na kwa na shiriki hapo kidogo, nilikuwa bado mdogo. Watoto wakaenda asubuhi sana, mama anatuambia mwende basi kanisani hapo karibu, mwende muimbe, mufanye muwai mapema ku mafundisho ya watoto. Basi ndio nilikuwa nikiingia hapo. Baada ya hapo ndio ikawa vyema sasa kama naweza nikaingia kwingine. Ndio nimekuwa ndio nikaanza sasa kuimba katika kanisa la Pentekoste tena kwaya ya vijana. Juu kulikuwa kwaya ambayo inaitwa ya vijana ambayo tulikuwa tunaimba hema. Ndio hivyo ilivyokuwa. Sasa naweza nikasema nilianza na hizo huduma za kuimba kwanza. Baada ya hapo ndio nikapewa hapo kanisani kwetu sasa ya Adonai. Kwa sababu nilianza kuingia Adonai. Baada ya hapo Mungu akanisaidia, nikanijalia ndio nikawa nimeenda kwanza Kenya. Wakati nimeanza Kenya, wakati nimeenda Kenya ikabidi nikae Kenya kidogo. Na Kenya huko ndio kulianza kuimba. Nimeanza kurekodi nyimbo nikiwa Kenya. Kwa wale ambao hawajui basi wajue, kwa sababu nyimbo zangu zimoja kabisa uimbaji wangu umeanzia Nairobi. Nikianza kurekodi nyimbo kwenye studio. Na siwezi kusema hicho kitu kwa sababu hata wale ambao kanisa ambao nilikuwa nikishiriki huko walinishika mkono. Wamenisaidia. Walivyoona kipaji ambacho kimo ndani yangu ndio kikao kimechipukia huko kwa kwanza kutoa manyimbo. Hata kama nimekuja kurudi lakini huko ndio kumeanza. Na baada niliporudi ndio nikaanza sasa kuingilia sasa hapa kwenye Adonai Church. Juu niliona tu ni moja. Juu kwa sababu nilikuwa naingia kwenye Emmanuel na nikabidi nianze ingilia kwenye Adonai Church. Basi baada ndio hapo sasa naweza nikasema huduma ambayo ninafanya ninaanza kupewa kwanza kukua kiongozi wa Selile. Selile hapo tukakaa miaka na nikawa kiongozi mdogo tu, tunakuwa na kiongozi wetu mkubwa ambaye anaitwa Pascal Epeng. Anajulikana kidogo kwa Kamenge, Kinama, ndio kwenye iko niko kiongozi hapo, naimba hapo, naongoza wengine, naongoza hata ibada. Hiyo ni kama Selile, manake ni kanisa letu la Adonai sasa inagawa maselile. Sasa tulikuwa na mpango wa kusema kama Mungu akisaidia wanaweza kufungua kanisa nyingine huko. Basi nilivyofanya hiyo huduma, baada ya hapo ndio Mungu akanisaidia kanisani kwetu tena. Wakawa wananipatia sasa uongozi wa vijana, na mimi niko katika viongozi na mimi ni kiongozi wa vijana pale. Ndio huduma ambayo ninayo. Na zingine ambazo naweza kusema kuna mahuduma ambazo huwa nafanya kisiri. Kama nikijisikia kufanyia kazi Mungu kama vile alivyoniongoza, nikiwa niko na uwezo kidogo. Ukijisikia kunipa hela kisiri, unanipa, maana si ni kazi ya Mungu.
ambayo inafanyika kwa asili ambao watu hawatajua. Sasa ndio hivyo nasema kusema huduma za Mungu ni za mingi. Na si kanisani tu, kama Mungu anatujalia tunaweza tunafanya huduma tofauti. Kwa sababu mimi nikisikia kitu kinaweza kama nina huyo uwezo mdogo kwa kusaidia mayatima, kwa kufanya kazi za Mungu, kwa kusapoti kazi za Mungu. Kwa sababu hata hizi ambazo niko nafanya ni kazi za Mungu pia. Na kila mara nasema mimi mwenyewe ndio ninajipeleka katika hiyo huduma. Ninaisapoti kivyangu na gisi Mungu anavyoniwezesha. Ndivyo ilivyo kwa hilo swali unaloniuliza. Ndio jibu langu. Swali langu ambao umelijibu kwa namna ambayo ni tofauti, ambao umejibu kama maswali mawili matatu hivi au manne hivi. Vitu nitaka nikuulize. Ulianzaje kwenda Kenya? Burundi ilikuwa imekosa nini? Mimi kwenda Kenya nimeenda kwa mpangilio wa Mungu. Nimeenda kwenye huduma, ndio nikasema niende Kenya. Hii huduma imo ndani yangu. Nikasema niende kule, nifanyie kazi ya kawaida na pia na kazi ya Mungu. Ndio nituma mimi niende Kenya. Okay, ulipofika Kenya, umejisikia uanze kuimba. Yaani imekuja kujaje ama inspiration umeitoa wapi ili wewe usijisikie unaweza ukaanza kuimba? Nilifika pale Kenya, nikafanya kazi za kawaida kupambana na maisha. Baada ya hapo nilikuwa naingia kanisani. Naimba tu na wengine waimbaji na mimi nikaingia kwenye kwaya. Sasa nilipoingia kwenye kwaya ndio ikabidi sasa nianze kufunza wengine gisi ya kuimba masauti, tunaimba sote kwa pamoja. Sasa tulikuwa tunashiriki nao watumishi wa Mungu. Walivyoona sasa tuna huduma ndani yetu, tuna kipaji cha uimbaji. Ndio ikabidi sasa waniambie kama unaweza kuwa una manyimbo, nyimbo ambazo unatumia zene umetunga mwenyewe, unaweza ukazileta kwa sababu tukupeleke kwenye studio. Sababu kulikuwa mmoja wa ile kanisa waimbaji wa moja walikuwa wanaenda studio. Sasa na mimi wakakaa niuliza kama vile mgeni, walivyoona kama wamebarikiwa, wanasikia kwamba tunaweza tukashikamana kwa kazi ya Mungu. Nikakuwa nimewawekea masauti wale wa Kenya, tukaimba pamoja, tukafanya huduma za Mungu. Baada ya hapo ndio wakaniambia tunahitaji nyimbo zako zenyewe. Tukusaidie ili waweze kuniunga mkono ili nitoe nyimbo zangu ziwe zangu binafsi. Ndivyo ilivyokuwa na ndio nikaanzia hapo kuimba. Ndio nilikuwa na nyimbo zangu ambazo nilikuwa nimeshaanza kutunga. Sasa ambapo nilikuwa naishi naweza nikaingia, sijui unaweza ukaniuliza nilikuwa naishi wapi. Ninataka kuingia kwa swali lako hapa aje. Yani haina shida, maana ni katika vitu ambavyo ni leo tuko kwa lengo ya watu wako wajue wewe ni nani hasa. Umekuja kufikia kiwango hiki cha kuwa mwimbaji wa taifa ama mwimbaji wa mataifa. Ndio. Ulipitia mangapi? Ndio watu wanataka kujua. Nafikiri nimeshajibu zimoja. Sasa hapo naweza nikakwambia sasa sehemu ambapo nilikuwa nimefikia sasa. Sikatai, ni watu wa Mungu na ni watumishi wa Mungu. Kivyangu siku zote nasemaka ninawashukuru kwa sababu wamenipokea na wamenifanya nijue maisha zaidi, na hapo ndio nilikuwa naishi. Sasa nyimbo zangu ambazo zilikuwa za kwanza kabisa nilitunga kutokana na yale ambayo nilikuwa napitia sehemu nilikuwa naishi. Nilipewa sehemu ya kuishi, nikawa kama vile mwenye kuwasaidia katika nyumba. Lakini kwa watu ambao tulikuwa tunaingia kanisa moja. Sasa lakini vipindi ambavyo nimepitia vizito vigumu vilikuwa vinaniumiza. Walikuwa wananitatiza. Sasa huko kunitatiza nikajikuta napewa nyimbo. Kuna kwa nyimbo ambayo inaimba, hiyo niliimbia Kenya. Hasa kimbilio la kweli ni Yesu. Hiyo nyimbo ndio nikawa nimeipata. Ni yeye Mungu tu anayeweza kusaidia mwanadamu. Basi hiyo nyimbo nilikuwa nikisikia wakati niko nyumbani nafanya mashughuli hapo kwa nilikuwa naishi. Nikipitia mazito kwa kunyanyasa, kwa kunikamata vingine vibaya, nasikia sasa moyo wangu kishaniuma, nasikia tu sauti inaniambia kimbilio la kweli ni Yesu. Ni yeye Mungu anayeweza, na yeye Mungu anayeinua. Nikasikia hiyo wimbo unanijia, basi nikapata nyimbo hivyo. Sasa hiyo wimbo wakati niliuimba, kweli niliuimba Kenya. Sasa kusema nisizitoi nyimbo zikawa hadharani huko Kenya, kwa sababu nilifika napata shida. Babangu akaanza kuumwa. Wakati alianza kuumwa akawa amefariki. Wakati amefariki nimeshapoa. Wakati amefariki kanituma nirudi
lakini nyimbo tayari nilikuwa nimeshazimba, zilikuwa nyimbo kama vile 2 3. Sasa nilikuwa napenda nikimaliza ndio nifanye video. Kabidi sasa wale wandugu watumishi wa Mungu wa kanisani kana baba hivi amefariki, na mimi nikasema siwezi kubakia hapa, inatakiwa nirudi nyumbani. Lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu hata nimepitia magumu. Unajua kuna magumu mengine Mungu anataka na ruhusu yafike kwa malengo ya kukufikia yake mwenyewe. Sababu Mungu anakaa na sababu, anakupitisha hivyo juu kufikia yale ambayo ametayarisha. Kwa sababu Mungu anaweza penda mimi niteseke, nipitie. Hauwezi ukapata baraka bila kupitia. Kwa kila mtu yoyote ule mwanamania mjua Mungu, unapaswa kupitia kwanza mitihani. Na ile mitihani ile ndio inakufikisha sasa kwenye malengo ya Mungu anayotaka. Basi ndio nikawa nimeimba kimbilio la kweli ni Yesu. Sijaitoa huo wimbo na ndio maana sipendaki kuimba zaidi. Kwa nini hujaitoa? Si uko kwenye YouTube. Lakini yule producer wangu wa huko ambao nimeimba ndio ameiweka kaka. Ameiweka tuseme mu YouTube yake kwa sababu mimi nilikuwa niko huku nyumbani, niko kwa mambo mengi, niko kwenye stress ya kuhusu ya juu ya kilio. Sasa nikakuja, nilivyokuja nakutana na wengine maproducer huku, nikaanza imba tena nyimbo zingine nimepewa, kwa sababu wakati hata nimepitia shida, kuna ushindi ambao Mungu alinipatia. Kuna baraka ambazo nimeona kama Mungu ametenda. Sasa ikabidi sasa niimbe tu, nitie kwanza zingine. Kuna nyimbo ambayo inaitwa Anajibu. Ndio nyimbo yangu ikawa sasa ni ya kwanza. Ndio nikakuwa nimeifanyia hiyo video na nikawa itia sasa kuipost. Hiyo kama sijaitoa, lakini najua siwezi kosa kuizungumzia kwa sababu ni wimbo ambao ulikuwa wa kwanza kwa nyimbo zangu. Na ninaiheshimu kwa sababu wakati Mungu alinitoa kwa nguvu hapa niende Kenya, ilikuwa ni malengo yake. Na kabisa siwezi kosa kumshukuru Mungu. Wakati nimetoka Kenya mimi nakuja hapa, nimepitia mashida, lakini baada ya hizo shida kule nimeanza kuona mkono wa Mungu. Ndio maana ninamshukuru Mungu kwanza kwa hilo. Sasa ndio maisha yangu hivyo kwanza ilivyoanza na mpaka sasa huyu uimbaji mpaka kudafikia ni hivyo. Hapa kuna swali linanijia sasa hivi. Wazo la kufungua channel ya YouTube limeanzaje na ni nani alikwambia ufungue channel? Wazo la kufungua channel ya YouTube, yes. Okay. Naweza nikasema mwenyewe alinipatia hilo wazo. Wa kwanza ni waimbaji wenzangu. Kanambia sasa wewe unakaa unaimba, inatakiwa ufungue na wewe YouTube, uwe na tia nyimbo zako kwenye YouTube. Hata pia na TikTok. Waimbaji wenzangu na marafiki pia wa ndugu ya kabisa. Ndio hivi umefungua YouTube kabisa na TikTok nimekuona una trend sana. Ni faida gani unapata kwa kuwa una hiyo mtandao? Mimi naweza nikasema nimefungua tu, ila faida sijaona faida yoyote hata chochote, nisemi uongo ya. Yes. So na mimi ulisema wewe ni mtumishi wa Mungu, ni kiongozi wa vijana mahali ambao ni Adonai Olive Church. Mimi kuna swali huaga ninalo kila siku. Watumishi wa Mungu wengi huwa hawafanyi kazi. Unakuta wako tu wanaishi, lakini wanatumia hela za kanisa. Sijui Wakristo wanawaambia mlete hela ili mhudumie kanisa, sijui mlete hela ili mhudumie mtumishi. Wewe hiyo unaionaje, ama kwako wewe nije? Mimi kwangu kwa kweli hicho sikubaliani nacho. Mimi kivyangu kabisa, sio ajili eti juu mtu ni mtumishi wa Mungu njoo asifanyi kazi ya kawaida. Kwa sababu haya maisha ambayo tunaishi ndani, natakiwa mtu kujishughulisha. Kwa kufanya kazi ya Mungu na unafanya kazi ya mwili. Juu hata mchungaji wetu kila mara anakuwa anatuhubiria. Yeye ndiye mchungaji wetu. Anatuambia natakiwa ufanye kazi. Si kusema aseme juu tunaenda kanisani wala juu ni mtu ni mtumishi wa Mungu ndio usifanye kazi, hapana. Mimi kivyangu nafanya kazi za Mungu na nafanya kazi za mwili. Juu siwezi nikataka yani niegamie watu mpaka pale ambapo unakutana unakosa vile unakuwa kikwazo kwa wengine. Mimi ninafanya kazi ya Mungu pia na mimi ni mfanya biashara. Wewe ni mfanya biashara? Biashara ipi ambayo unayoifanya?
Biashara ipi? Mimi nafanya biashara ya kuuza nguo. Na yani unapendeza kweli. Unapendeza. Yes. Unauza manguo? Nauza nguo, nauza kwenye mabegi za wanawake. Hata hii hapa mimi navaa hapa, wakihitaji wanitafute tu. Kabisa. Ninazo. Hiyo yote ni kazi yangu. Sio kusema eti mtu ni mtumishi wa Mungu sifanyi kazi. Unatakiwa ufanye kazi, upambane na maisha. Kwa sababu hivi vitu vyote tunafanya vya kazi ya Mungu vinatakiwa pesa. Vinatakiwa hela. Hela. Sasa unauza kama bidhaa gani, nguo gani? Nimeona hapa gauni. Sasa kuna gauni, kuna vitu vingine. Umesema kama na mapochi hapa unauza. Sasa gauni nini? Hebu taja watu wasikie maana acha niwatajie bwana. Ndio fursa yenyewe. Jamani, wandugu zangu mnavyonisikiliza, nilitaka tu niwaambie mimi ni Emerence Kakozi. Ni mfanyabiashara pia ni mwimbaji kama nilivyosema. Nauza nguo za wanawake tena kwa bei nzuri sana. Tena vitu vyangu ambavyo ni original. Kabisa. Ukinihitaji nitafute, nafanyia kazi hapa kwenye soko ya Sioni. Hata hii ambayo mnayoniona hivi hapa. Hii hapa nimevaa, ninayo. Hata hii ambayo ninayo hapa nimevaa, ninayo, ukihitaji nitafute. Na hata hii ambayo hii kofia ninayo. Yani kuna makofia ambayo tunaleta, unakutana zina begi pamoja za wanawake. Zinafanana, yani unakutana unatokea kupendeza. Lazima. Sasa karibuni sana, hiyo ndio kazi yangu ambayo ninafanya. Nimeikaa masiku zisiokuwa ndogo. Yani ndio kazi yangu. Nauza mabegi, viatu vya wanawake vya chini. Basha ngomba ndababwire bakunzi ndandaza impuzu z'amagaze kwa Sioni, karibu sana. Ego mwamaze kumva neza neza asanzana za makanzu meza za barberi zimwe nziza. Ego amako ibintu biba bimeze neza cyane kabisa, ntiyagira uvuga ngo yabuze ahagurira kandi umusanga aho yibereye. Nuko mugene mu muteze imbere kuko murumvise yuko muririmbyi aritanga kubwira neza yuko kuva yogure YouTube na feedback na reveni, cyo kwita reveni nta mahera arabikuramo, ariko aremera kisopa kugira ngo ashobore gushika ahageze uno munsi. Niyo mpamvu murumva ko support yanyu kuri we ikenewe cyane. Nilikuwa nasema hivi anauza nguo, anauza magauni ya wanawake, sijui pochi, sijui na kofia hapa nazo, sijui unaweza kumtafuta hapa, namba hii hapa, namba hii hapa, hii ndo namba yake, mtafute akuuzie magauni kabisa, na mpe support kwa kumununulia vitu. Jamani, kweli ndio mpe support bana. Mmesikia alivyosema tangu aanze kutumika hii kazi ya YouTube bado hajapewa chochote kama hela ambayo inatoa na YouTube, bado anajisopa yeye mwenyewe ili aweze kuwafurahisha. Sasa kwa hiyo ninyi mfanye jambo kama mmefurahi kabisa, usiache kufanya jambo kwa kweli kwa Sioni. Kama pale ni namba gani pale? Ni namba ya 53. Ni sehemu ya nguo tu za watoto wadogo, za magaze na wakubwa. R53. Yani munisikilize wapendwa ambao watataka kunitafuta, wakuje kwa Sioni kwenye nguo za watoto za magaze zile mpya na wakubwa. Yani namba ya kiwanja ni R53. Mnakaribishwa sana, nyinyi ni wa maana sana kwetu. Hata ukifika kwa Sioni unaweza ukaita kwa hii namba ambayo inapita hapa kwenye screen. Ndio. Utamwita ni hapa kwa Sioni, sijui uje unichukue hapa kwako, nimeshapakosa. Uje unichukue hapa atakuja mara kabisa. Hawezi kukawia. So guys, leo tunataka kujua zaidi kuhusu wimbo wake mpya alitoa wa Atatenda. Hii wimbo Atatenda ni wimbo mpya. Nayo imeanzaje, imekuyaje? Mimi nimeona umeifanya na huyu dada mmoja anaitwa Martha. Nataka watuambie imekuja kujaje, mbona hii wimbo mimi naona ni nzuri sana. Watu wanaoiona ni nzuri sana kabisa. Tunataka utuambie nayo umeifanyaje.
hiyo wimbo si rahisi. Yani ni kujikaza. Unajua mtu kujituma, kutumikia Mungu ni kujitolea tu. Basi hii nyimbo nimeimba kivyangu mimi kwanza. Kwa sababu mimi nyimbo nyingi huwa nakitoa, nilikwambia, natoa nyimbo yani natoka nyimbo kutokana na gisi nilivyoongozwa na kutokana tena na yale ninapitia. Na kama kuna kile Mungu anafanya wala amenitia nguvu, najikutaka napata nyimbo. Sasa hii nyimbo atatenda kwa sababu masiku zinasha nilikuwa nilitoa nyimbo ya nivike nguvu kwa vile ambavyo nilikuwa napitia, nikakuwa nimetoa nyimbo ya amwe ni maana tuzoshika. Pamoja na Mungu nitafika, yupo kwenye YouTube. Sasa hayo yote unapofikiria hiyo maneno ni vile ambavyo huwa ninatia watu moyo na mimi pekee najitia moyo. Yaani sasa wimbo anatenda niliupata kwa kuelewa Mungu kama ni mkubwa na kama na kumjua Mungu zaidi kama ni yeye tu anaweza akatenda tena. Kwa sababu kuna mengi tumeona ametenda. Hata na haya atayatenda. Yale ambayo tunaona kama ni mazito, tunaona kama hayawezekani, tunaona kama ni magumu sana. Lakini mimi nikamjua, nikaelewa Mungu kama umetendaka jana yale yaliyokuwa yametusumbua mazito, hata na haya utatenda. Joni wakati nilianza imba kwenye refrain ya kwanza, mstari wa kwanza, nikaimba nikamwambia hivi, kama Mungu ametenda lile atatenda na ile. Unasikia kwa wale ambao watasikiliza wimbo, niliimbaka nyimbo nikaanza ndio nikakuja sasa kuimba ile refrain. Juu kuplay nasema kwamba kama Mungu ametenda hili atatenda na lile. Kama Mungu ametenda hili hatafanya na lile. Unasikia? Sina hofu na shaka, najua Mungu atatenda na yale nyingine. Sasa kuone wanasikiliza wimbo wataelewa. Basi ndio nikawa nimepata nyimbo kwa sababu nilikuwa na kitu ambacho nilikuwa naombea. Kikawa kimenisumbua moyoni mwangu. Lakini imani yangu ikaniambia kwamba Mungu ametenda yale. Na haya atayatenda. Basi ndio ninaweza nikasema ndio nimepewa nyimbo na atatenda kwa wakati wake. Yaani tusiogopi. Yaani nisiogopi na yule asiogopi wala asiwe na shaka. Mungu wetu ni mwenye nguvu. Hajawahi kushindwa. Sasa kama uko na yale Mungu alisemaka ajili yako, wewe unayenisikiliza, amini tu kama atatenda. Ndio nikawa nimepata nyimbo hiyo. Ndio nilikuwa nipataka ni kazi, nasikia wimbo unaita masikioni mwangu. Kama Mungu ametenda hili, atatenda na lile. Nikawa nimeikaa nafikiria Mungu, sasa unataka kuniambia nini? Kwa nini nyimbo nabaki naisikia nikiwa nyumbani, nikiwa kwenye chumbani kwangu, nikiwa kazini, nasikia wimbo unaimba hivyo. Nikasema basi kunawezekana kama mimi nimepewa nyimbo. Ndio nilitaka, ndio jibu langu kuhusu hii wimbo, na ndio nikaipewa hivyo. Basi leo tunaimba sote kwa pamoja. Nyimbo nimesikia ni ya kwako. Sasa wewe Martha naye amekuja kujaje? Mbona nyimbo ni ya kwako? Martha amekujaje? Martha ni mwimbaji wa kanisa la Mlima wa Mabadiliko. Anaimbia pale na ni Mkristo wa pale, ni mtumishi wa Mungu. Sasa na ni ndugu yangu pia, ni dada yangu. Sasa tumekaa sana katika mambo ya kimungu, tunakaa kama wandugu hivyo. Basi nilivyoona anamwambia mimi nataka kwenda kurekodi wimbo. Nikamwambia dadangu mimi nataka kwenda kurekodi nyimbo. Akaniambia basi tushirikiane na mimi nije nikusaidie. Tuweke masauti kwa sababu unakuwa nawekeana hata masauti kwa wengine. Ndio nikasema kumbe ni vyema tukaenda imba pamoja. Ndio tukawa tumeimba pamoja hivyo. Sasa Martha, mimi utungaji wa nyimbo ni wangu wote. Yeye alikuja tu akanisaidia kwa kuitikia, na hapo mwisho tukakuwa tumeimba sisi wote, tukakuwa tumechangamsha wimbo hivyo. Ndivyo yalivyokuwa. Naelewa basi ndivyo ilivyo kuhusu dada Martha. Sababu kuna kitu niliongea, nilikuwa napenda nifanye kolabo kiurefu, lakini niliona muda gisi unavyoendelea. Nikasema sitaacha kuingia studio. Sababu shetani anakaa mwivu sana. Anapoona kama kitu ni kizuri analeta vikwazo, analeta hivi na vile. Kama mlipangilia mtu fulani mtafanya kazi pamoja ama mtaimba pamoja, mtahudumia kwa pamoja, kutana panaleta matatizo hivi. Tu katika hii huduma tunapitia mitihani mingi, hata katika mavideo hii, audio. Nikasema haijalishi, mimi nitafanya tu, taimba. Jumwane tungeposha kufanya naye kolabo, kuna katatizo kalitokea, akakoa akupatikana, basi ndio nikasema acha tu tuimbe sisi hiyo.
Juu mimi ndio nilikuwa nishabana nyimbo yote na mimi ndio nishajifunza. Nikasema dada Martha, wewe tuimbe afu tutaweza tukachangamsha mwisho hivi basi. Yes. Ndivyo ilivyo. Ni katika uimbaji gani ambao unawapenda au wanao kuinspire, wanao kutia moyo waimbaji wa Mungu wanaokuvutia? Wanaonivutia waimbaji wa dunia nzima. Waimbaji wanaoimba nyimbo za kimungu hasa. Wale ambao nawapenda. Mimi napenda waimbaji tu kama wengi tu. Ni kama wote. Ama wawili. Watu wanasema mimi huyu mtu nikimwona huyo kabisa ananiinspire sana. Mimi napenda waimbaji kama wote. Okay. Ila tu unaniuliza kama kuna mume ambao kama wawili watatu umoja. Okay, mimi nampenda Martha Mwaipaja. Gisi anaimba wa Tanzania. Nampenda Christine Shushu. Ni kama wote tu. Nampenda na Anastasia wa Kenya. Huyo mama nampenda sana gisi anavyoimba. Nampenda hata wakiwa wa Kongo. Nampenda hata dada mmoja anaitwa Ines Manyanga. Nasikia kana nampenda na ananibariki sana kwa kisa anavyoimba. Yes. Ni wengi tu waimbaji ambao mimi napenda jamani. Kwa sababu mimi napenda kwanza uimbaji. Uimbaji naupenda na napenda waimbaji. Hata hapa kwetu kuna waimbaji hao nawapenda. Gisi wanavyoimba nawapenda zaidi. Hata Mama Doro anaponisikia nami nampenda, ni muimbaji wa kanisani kwetu, nampenda sana. Yes. Ndio. Ni mtumishi wa Mungu gani ambaye unampenda sana unapokuwa akihubiri? Ambao wanapokuwa na ubiri watu wote. Awe ni mtandaoni au sijui, hasa mtandaoni. Hasa mtandaoni zaidi. Mwenye anakaa na ubiri. Yaani akihubiri kabisa, ukisikia una matatizo fulani unasema nikienda kwa mhubiri fulani labda nitapata jibu, au nikisikiliza mahubiri yake wala napata nafuu au napata amani ya moyo. Kiukweli mimi niko juu hata mimi kwa kweli kuhusu mahubiri napenda kwanza gisi mchungaji wetu anahubiri. Mahubiri anakaka yananitia moyo, yananitia nguvu. Juu na yeye pia anahubiri kanisani na pia mtandaoni anakaa ipo kwenye YouTube. Mchungaji wangu Pastor Ndize Rome anahubiri vizuri, nasikia kana anatiwa nguvu. Kuna pale ambapo unakutanaka mtu uko kwenye mitihani, wapo kwenye mitihani mingi nasikia kubarikiwa sana. Sasa sijui ndaweza nikakwambia na wengine wako mtandaoni wengine pengine. Okay, asante. Yes. So, kuna neno la mwisho ambalo unaweza kuambia watu wako wa MS Kakuzi? Neno la mwisho mimi ambapo nitawaambia watu wangu wote wanayenisikiliza. Mimi ninawapenda, nawaheshimu na napendelea waendelee bado kutizama nyimbo zangu, waendelee kutumia wengine linki hii hapa ya nyimbo zangu. Sio nyimbo moja tu. Nimeshaimba nyimbo nyingi. Na mkihitaji niwaimbie wengine nyimbo ambao kama myaisikia hapa, niwaimbie hamwe ni maana tuzoshika. Hiyo nyimbo ni baraka kwetu kwa sisi wote. Hamwe ni maana jewe nzoshika, hamwe ni maana jewe nzoshika, pamoja na Mungu nitafika tu, pamoja na Mungu nitafika tu. Basi hiyo ni wimbo ambao nimeimba mkirundi na mkiswahili. Ukiingia kwenye YouTube utaipata na najua utabarikiwa kwa sababu kuna maneno ambayo inatia moyo. Uingie kwenye YouTube yangu andike Emerance Kakozi, uandike Atatenda, utanipata. Uandike Nitafika, hiyo wimbo inaitwa Nitafika pamoja na Mungu. Utanipata. Yani wa ndugu zangu, nyinyi ndio mnatufanya kutusogeza mbele. Yes. Unapoweka comment ya kwako, unapoweka email yako, unapoweka sabone yako, itatutia nguvu. Yes. Kusema tuendelee kufanya kazi ya Mungu zaidi na bidii. Kwa sababu usijiachie wewe mwenyewe kutazama wimbo, gawia na wengine. Yes. Sisi kwa sababu hatuko wachoyo, kazi ya Mungu inatakiwa sisi wote.
kuisambaza tusambaze fasi yote. Basi hicho ambacho nilitaka kuwaambia. Mbarikiweni sana, ninawapenda mno. So guys, yari Emerance Kakoza aho neza yuko ariko twiganira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku byerekeye ubuzima bwiwe hasasa. Yavuze ibike muri byinshi yagiye aracamo kugira ngo ashike kuba ari umuririmbyi ubuno munsi mubona aho ariko abikora neza. Afite indirimbo yiwe nshasha yitwa Atatenda, mugende muyikurikirane, nimuyikurikirane kabisa, muyihereza abantu, mugende subscribe, like, share and comment ku mbuga ziwe zose kugira ngo mushobore kumuteza imbere nawe abone canke yumve ubwo Yesu agira neza. Turabona cyane, ubana nyimugira ibihe byiza. Ciao ciao.